nikasema unyimifu, sijui unyimi, kumnyima mtu haki yake kunamfanya mtu asifurahie, kwa sababu alikuwa anatarajia haki na anaikosa. Unachofuata ni nini? Sasa hapa ninaongea na wanawake. Sema naongea na wanawake. Wanawake mnajifanya mko busy sana na kazi. Ni kweli mko busy na kazi. Wanawake mnajifanya mko busy na nini? Ni kweli mko busy na nini? Lakini wakati mwingine mpumzike ili mfanye kazi nyingine. Unanisikia ninachoongea? Mko busy na kazi, lakini hizo kazi wakati mwingine mpumzike. Fanya kidogo upumzike upate nguvu ya kufanya kazi zingine. Sasa kazi zingine ufanye, kazi zingine unafanya. Ukiambiwa fanya zile kazi sasa, nimechoka. Kwa hiyo vyombo ni vya muhimu sana. Na hii tu lingine linakuwa pepo la uvivu. Alafu wanajisifia, ni pepo. Kuna mambo yanahitaji uvivu mzee. Unanielewa? Amen. Ni sasa nasema nimechoka sipiki chakula, atakula nini nyumbani? Tuko sio hiyo pepo. Nataka kwa watoto wale njaa. Umeelewa? Mimi ninavyosema hivi nimesikia hata makazini. Mimi naishi na watu bwana. Kwa najifunza vingi. Yaani sisi wanawake, majukumu ni mengi, majukumu ni mengi, ni mengi, hilo sio jukumu. Hilo sio jukumu. Sasa sikiliza, kama unafikiri sio jukumu, Mungu anakuonya leo. Unafikiri anakuonyaje? Anakuonya hivi. Anakuonya katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza 7:3. Wakorinto wa kwanza 7:3. Biblia inasema mume na ampe mke haki yake. Kadhalika na mke ampe mume haki yake. Unaonywa. Wewe unaona ni akili hiyo. Mke ampe mume haki yake. Kadhalika na mume ampe mke haki yake. Sasa haki ampeani. Wewe unajui tulitoka shambani. Kwa nini usimwambie mimi shambani na kuacha sasa nikapumzike? My people are destroyed for the lack of knowledge. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa. Umeelewa? Amen. Umeelewa? Mbona kula uchoki? Mimi naweza nimwambia hata mtoto, mbona kwenda chooni uchoki? Naona nazunguka. Kwenye mambo ya msingi unachoka, kusoma neno unachoka, maombi unachoka. Vitu ambavyo havina maana sana ndio ambavyo watu wachoki, wako macho. Kama hizi. Kwa unachokuambia Biblia inasema mwanamke. Sasa wengine mnanyima kwa kumlipiza kisasi, sijui kwa nini ulipizi kisasi. Ndio sasa badala ya kupunguza mambo unaongeza mambo. Siku nyingine utakuja na Mungu. Kwa sababu siku nyingine hajakupa Mungu. Mimi siombei Mungu. Nauliza Mungu umetoka wapi? Kama ukigonga na mlango nakusaidia. Lakini kama tu umepigwa kwa sababu wewe ni mchovu, mimi sikuelewi. Na utanisaidia, utaingia kwanza kukuombea pepo la uchovu. Unanielewa ninachomaanisha? Unanielewa? Wanawake wewe. Muwe na akili. Muwe na nini? Akili. Biblia inasema ndoa inaheshimika na watu wote. Mume asimnyime mke haki yake, na mwanamke asimnyime mume haki yake. Unapomnyima uheshimu ndoa. Sikiliza. Uzuri wa ndoa unategemea. Umeelewa? Ndoa zinaondoa stress. Unaelewa? Unaelewa? Amen. Wewe umegombana na babako huko, umegombana na mama yako huko. Sawa? Na ndoa ikatengeneza, unaanza kucheka. Unacheka nini? Unafikiri kicheko vinakuja kirahisi? Unasema eti akuhurumie. Akuhurumie kwenye haki yake. Kweli kuna ule uchovu wa kuchoka ndio, sio? Na sisi wanaume tufikirie hapo pia. Sio?